Shekhe anasema walhamilu walmurdhi, na mwanamke mjamzito na mwanamke anayenyonyesha. Hawa tunao majumbani. Ima Ramadhani itamkuta mwanamke ni mjamzito, au itamkuta mwanamke ananyonyesha, au imkute mwingine si mjamzito wala hanyonyeshi. Lakini sisi tunaongelea wawili, mjamzito na anayenyonyesha. Walhamilu, na mwanamke mjamzito, walmurdhi'u, na mwanamke anayenyonyesha. In khafata, wanawake hao wakichelea kufunga, ala anfusihima, wakichelea nafsi zao wenyewe. Mimi ni mjamzito au mimi nanyonyesha, lakini nikisema nifunge nitadhoofika sana, au mwanamke huyu ni anayenyonyesha akisema aendelee kunyonyesha atachoka sana wakati wa saumu. Akifunga wakati ni mjamzito, ile funga inamtia tabu yeye kwa sababu ni mjamzito, au akifunga kwa sababu ananyonyesha, kule kunyonyesha kunamdhoofisha sana kwa sababu mtoto ananyonya sana. Wakichelea juu ya nafsi zao ndio zitakazopata madhara. Aftarata, wanapewa ruhusa ya kula. Angalia dini ilivyokuwa nzuri, wanapewa ruhusa ya kula. Wa alaihim alqada, baada ya kuisha Ramadhani watalipa zile siku walizokula, watafunga. Alqada maana yake ni kufunga. Ramadhani imekwisha, nje ya Ramadhani unaweza kufunga, naweza, kwa sababu nje ya Ramadhani kufunga mtu anaruhusiwa. Anaweza akafunga leo siku 3 akala, akafunga siku nyingine siku 2 akala, akafunga siku nyingine siku 4 akala. Sisi tumeelewana? Kitu ambacho kwenye Ramadhani hawezi. Sawa? Kwa hiyo wakila hao wawili ndani ya Ramadhani, sheria imewaruhusu wale, lakini watafunga hizo siku walizokula baada ya kuisha nini? Baada ya kuisha Ramadhani watafunga wanavyotaka wao, wepesi wao. Sheria haiwafungi kwamba lazima hizo saumu mzifunge mfululizo, la. Anayelipa saumu ya Ramadhani analipa kwa raha zake, ili mradi tu isimkute Ramadhani nyingine hajamaliza hili deni. Basi hilo ndio sharti, isije Ramadhani nyingine ikakukuta wewe lile deni la Ramadhani iliyopita hujamaliza. Hapa katikati funga unavyotaka. Kwa hiyo wakila kwa sababu wanazichelea nafsi zao, watakula, sheria inawaruhusu wale, lakini watakuja kulipa saumu ya siku zile walizokula baada ya Ramadhani kuisha. Hii ikiwa wanachelea nafsi zao. Tunaenda upande wa pili, anasema wa in khafata ala auladihima, lakini kwa upande mwingine wakiwa wanachelea watoto wao, sio nafsi zao, wao kufunga ngangari, lakini nikifunga nimeambiwa na daktari huyu mtoto atakuwa haendelei kukua humu tumboni. Sawa? Kwa hiyo madhara sio yake, anachelea yule aljanin, yule mtoto ambaye yuko tumboni.
au ni mwanamke anayenyonyesha, akifunga maziwa yanafanya nini? Yanakata. Kwa hiyo mtoto hapati nini? Hapati maziwa. Kwa hiyo wa in khafata ala auladihima, wakichelea kufunga kwa sababu ya madhara ya watoto wao, huyu mwenye mimba aliyekuwa tumboni na huyu anayenyonyesha aliyekuwa nje ya tumbo, aftarata, sheria inawaambia wale mchana wa Ramadhani, watakula. Na hii sehemu ya pili, sheria imeambiwa wale. Wa alaihima alqadau walkafara, sawa, lakini watalipa hizi siku, watatoa na kafara. Kafara yenyewe an kulli yaumi mud, watatoa kibaba cha chakula kadiri wanavyofunga, watatoa na kibaba cha chakula. Mbona walipochelea nafsi zao kibaba cha chakula kulikuwa hakuna, lakini walipochelea watoto wao kibaba cha chakula kimo? Wanasema amewekewa kibaba cha chakula kwa sababu amefungua saumu ya Ramadhani kwa sababu ya mtu mwingine, sio kwa sababu yake yeye binafsi. Ukifungua kwa sababu yako wewe binafsi, hakuna kibaba. Ukifungua kwa sababu ya mtu mwingine, kibaba kinakuhusu. Katika madhehebu ya Imam Shafi. Kwa hiyo hata kama imetokea watu wamezama baharini au watu wamefunikwa na kifusi, waliyadhu billah, au watu moto umewaka na wao wako ndani na wao umefunga, ili uwaokoe upate nguvu, unatakiwa ule. Au siku hizi vijana wanakunywa energy isisimue misuli ili ukafanya ile kazi kwa nguvu. Wewe haukufungua kwa ajili ya nafsi yako, umefungua kwa ajili ya watu. Ukija kufunga, kibaba kinakuhusu. Sisi tumeelewana? Wewe ni baharia, mtu kajitosa kwenye maji. Watu siku hizi wanajitosa kwenye meli zinazokwenda Unguja na Pemba. Mtu kajitosa, wewe ndio baharia, umefunga. Jamani, siwezi kumuokoa yule mpaka nile. Umekula mchana wa Ramadhani, utakuja kulipa hiyo saumu, lakini na kibaba kinakuhusu kwa sababu umefungua kwa ajili ya mtu mwingine, sio kwa ajili ya nafsi yako. Na jana tulizungumza kwamba mtu atakayekula mchana wa Ramadhani bila kuwa na udhuru wowote wa kisheria atalipa hii siku, pamoja na kupata dhambi ya kula mchana wa Ramadhani, lakini atailipa hii siku na kibaba kitamhusu kwa sababu ya kuvunja heshima ya nini? Ya Ramadhani. Kwa hiyo mama mjamzito na mama anayenyonyesha, ikiwa watachelea watoto wao watatetereka, sheria inawaambia wale mchana wa Ramadhani. Wewe unaonyonyesha, kula mwanao apate maziwa, na wewe mwenye mimba kula mwanao apate virutubisho kule ndani. Lakini wakati wa kulipa watalipa saumu, na wakati huo huo watalazimika kulipa chakula, kutoa chakula. Na shekhe anasema wa huwa ritilun wa thuluthu bil iraqi, ni ritili 1 na theluthi kwa kipimo cha Iraki, lakini tulishaambiwa huku ni kilo 1 kasoro.
Kwa hiyo hii ni hukumu ya mwanamke mjamzito na mwanamke anayenyonyesha. Wapo wanawake mashallah hawatetereki, awe ananyonyesha awe ni mjamzito, anapiga saumu yake vizuri. Wapo, lakini wapo ambao nao wanapata usumbufu. Sasa hii hukumu ya hao wanaopata usumbufu, yule ambaye yeye anaendelea na saumu yake na kunyonyesha wakati kafunga, yeye hatuna maneno naye, yeye aendelee tu. Lakini hukumu hapa ni huyu aliyekula kwa ajili ya nafsi yake au kwa ajili ya mtoto wake.